Kila mmoja wetu atakapozikwa ndani ya kaburi, tunaondoka makaburini, wewe uko ndani ya kaburi, unakalishwa na malaika, unasikia vikwato vya viato vya watu wanavyoondoka makaburini pale, na wewe uko ndani ya mwanandani. Hawa watu watakapofika nyumbani, machozi itakuwa imeshakatika, hakuna kulia tena. Sasa ni kila mmoja anaangalia hao wageni waliokuja, tutawaandalia vipi? Lakini baada ya kuondoka kwako na mimi, ndugu zangu, yatakayefata baada ya hapo, siku ya kuondoka kwako na siku ya kuzikwa kwako na siku ya kufufuliwa mbele ya Mungu siku ya Kiyama, yatakayefata itakuwa ni majuto, na hii majuto ni mjukuu, haitoweza kumsaidia. Na Mwenyezi Mungu ametaja majuto mengi ambayo binadamu atayajutia siku ya kufariki kwake, siku ya kuzikwa kwake. Mtu atajuta, Muislamu, ni kwa nini mimi nilikaa mahali fulani? Ni kwa nini mimi nilisimama mahali fulani? Ni kwa nini mimi nililala mahali fulani? Ni kwa nini mimi rafiki yangu alikuwa ni fulani? Lakini mtu atalia machozi rangi nyekundu na isiweze kumsaidia kitu. Katika majuto ambayo Mwenyezi Mungu ametaja ndani ya Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Mu'minun aya nambari 99 anasema, hata idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak, mpaka siku ambaye mmoja wenu atakapofikiliwa na mauti atamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, na kuomba uniregeshe kidogo, na kuomba unipe nafasi kidogo tu. Ukafanya nini huko? La'alli a'malu salihan fima tarak, wenda nikafanya mema ambaye niliyaacha nyuma sikuyafanya mimi. Na kuomba Mwenyezi Mungu unipe muda mdogo niende nikaswali salati alfajiri kwa jamaa msikitini. Ya Allah, na kuomba unipe nafasi ndogo nikaisome Qur'an, nilikuwa nimeigura. Ya Allah, na kuomba unipe nafasi nikafanya ibada ya haji, nilikuwa na uwezo wa mali na afya na sikuweza kwenda kufanya ibada.